neno katika sura na mstari Isaya sura mara line number 13. Isaya 14 mstari wa 13. Jauriri yalesude komani no Kefa. Ili kama jauriri Kefa, please come forward. Mwana uridi songa mbele ili Kefa aje mbele. Tafadhali wa 13. Kendo ni wacho echunyi ni. Ulisema moyoni mwako, anaidhi nyaka polo, nitapanda juu mbinguni, anaketu kamruodha malo moloyo sulwe mag Nyasaye. nitakiinua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu. Ninabed e got chokruok e kuonde yo masawa man kuma bor. Nitaketi nimetazwazwa juu ya milima wa kusanyiko kwenye vimo juu sana vya milima mtakatifu. Kendo ni wacho e chunyi ni. Ukasema moyoni mwako, anaidhi nyaka polo, nitapanda juu mbinguni, anaketu kamruodha malo moloyo sulwe mag Nyasaye. nitakiinua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu. Ninabed e got chokruok e kuonde yo masawa man kuma bor mogik. Nitaketi kwenye mlima iliyo na kusanyiko juu sana. Anaidhi malo moloyo boche polo mamalo. Nitapanda juu zaidi kuliko mnara wa jua ulio juu sana. Anachal giwuon polo. Nitafananishwa na mwenye ufalme. Anachal giwuon polo. Nitafanana na mwenye ufalme wa mbingu. Wachimandike jo Efeso. Neno katika chuo cha Efeso. Sura mara 1. Efeso 1. Line mar 21. Mstari wa 21. Ubedo malo ahinya ne loch duto. Yu juu sana kuliko falme zote, Iteko duto, na mamlaka zote, ginyalo duto, na enzi na milki yote, kod bet ruoth, na kuwa Bwana, kod nying duto mag duong'. na jina zote za enzi. Ok e pinyni kende, Si hapa ulimwenguni tu, e piny mabiro kendo. hadi kwenye nchi ijayo. Noketo gik moko duto e tekone, Alivihifadhi vyote mkononi mwake mondo giwinje. ili wakamtii. Ne omiye doko ruodh gik moko duto gi kanisa. Alifanyika kuwa mfalme wa vyote kwa ajili ya kanisa. Deputy Pastor Ngei wanataka manisitia. Mchungaji naibu Ngei, njoo upesi uketi pale. Deputy Pastor Embakasi yana no komoroka politia. Naibu wa Pastor Embakasi kuna nafasi yako tafadhali. Komoro ngimjauri no ngeo kama mara ino tukitu ne bafika. Wanauridi kama hakuna kiti, chukua chako umweke kando yako hapo. Amir Nyasaye duonge chakruok. Ninamuhimidi Mungu kwenye mkutano. Anogeda Utieno Jackson. Majina yangu nilivyotaja, Ajagem ja Homa Bay. mimi ni mzaliwa wa Game, natoka Homa Bay. Yesu waranja tichne. Yesu ameniokoa, mimi ni kijakazi chake. Mutino chuna ki ote mara ya lawacho maber. Bwana alinishurutisha kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Somba ni koromo gi Injili. Elimu yangu haikutajika ama kutoshana na Injili,
Urefu wangu wa umbo langu halikutoshana na Injili. Ngozi yangu haikustahiki kuhubiri habari njema. Hekima zangu zilikuwa duni, mazungumzo yangu mbele ya watu haikuwa inastahiki. Sikuwa na cheti nzuri ambalo lingewekwa wazi. Kama hilo hakika kama lingepeana nafasi ya kuhubiri Injili. Nilitafuta kazi katika makampuni mengi lakini hakuna mwajiri aliyeniajiri. Hata kama ningeajiriwa hapo pengine singekawiwa kwa muda. Wahindi waliniona nina upungufu. Wazungu vile vile waliona upungufu wangu. Wenye hekima, wenye mali ya ulimwengu huu hawakuona hekima ndani yangu ya kazi. Wakati Yesu alidhihirishwa, aliniokota. Akanikubalia niwe kijakazi cha kuhubiri habari njema. Moyoni wacha niambie mkutano wala sijaaibika kwa ajili ya Injili. Hivi niliposimama nina hakika ni nguvu za Mungu. Kwa Injili pekee ndiyo aweza kufanya kile ambacho mapenzi yake yahitaji. Joka wanaweza kutafuta kumuuma mtu lakini Injili anaweza kuwapinga. Kifo cha nyumba ya mama yangu wanaweza taka kuniangamiza lakini Injili itawashinda. Injili akija anafanya mapenzi yake pasi na kizuizi chochote. Ninaimidi Injili juu zaidi. Ninayotukuza ufalme wa enzi ya wokovu. Nilipoingia hapa nikapata mjakazi wa Mungu anazungumza kwenye mkutano huu. Nikawazia na kukumbuka Injili katika sehemu ambayo inaitwa Mayani. Tulikuwa na alivyotaja Francis Obara Ademba. Siku hiyo walizungumzia kwa kile ambacho Mungu anakitaka. Sijui kama unapendezwa na Injili hivyo ninapopendezwa. Sijui kama Injili amekufanyia kazi alivyonifanyia mimi. Sijui kama amekutunuku baraka za rohoni jinsi mimi askofu nilivyobarikiwa. Hivyo nasema nikiwa nimetegemezwa kuwa sijaaibika kwa neno ama habari njema. Injili pekee ndiyo watafanya ukashangazwa na mashujaa. Shujaa mmoja anaweza kuinuka na kusikiri mbele ya Injili. Amen. Amen. Maana amewazia ya ajabu ya wokovu. Makazi makuu ambao wokovu umeyatekeleza. Kanisa nikubalieni niseme hivi. Wokovu umetupa jina jipya. Majina ambao hatukuwa nayo. Injili ameleta tuko nao. Basi wakaze sauti wakisema amina. Kefa, asante, nimesikia jina lako, nimesikia sauti yako. Wacha niwaelezee katika njia dhaifu mno mipango ya mbingu, mipangilio ya wokovu, mipangilio yake Mwenyezi Mungu. Mbingu imedhihirishwa dhahiri. Kwa maneno mengine, neno la Mungu liko kidete. Amina. Wacha niweze kurudia mara 7. Maana Mungu wangu anaweza kunitegemeza kwa hilo. Na amekubali, nasema kweli. Hakuna mahali neno la Mungu limepinda.
Wasonga kama ng'ato nyalo mako bura kumwach Nyasaye. Amina. Wasonga hakuna yeyote atakayeweza kuhukumu neno la Mungu. Amen. Amina. Yo kinyago siamo na kariti. Huwezi siamo na kimotabu Nyasaye tena. huwezi ukaniashiria kilichomzidi Mungu kufanya. Hapana. Hata kama una lako ambalo linakushinda mama, lakini la kushinda tu kwa muda mfupi, lakini neno la Mungu litauweka nje. Ni nani atakaye ashiria kilichomshinda Mungu? Mimi sijasikia wala sijayaona. Hivyo sitaki kuisikia ama kuliona. Mimi najua siwezi kutazama kubwa kile ambacho sijikioni. Lazima nione kile ambacho kipo. Kile ambacho hakipo siwezi kuliona. Rais wa Mungu mkutano. Neno la Mungu limesiritika dhahiri. Walioamini kwa neno hilo pia neno imewasimamisha kidete. Wacha niweke neno hili katikati ama mwisho wake kidogo. Nimesema hapo, nasema haina mzaha ama mchezo. Kama mtu atafariki, watu huomboleza kwa machozi. Na Mungu wetu hufufua wafu. Wakati mtu mfu amefufuliwa, hapo hakuna mzaha. Walioona kazi za Mungu wanaweza kushukuru wakisema, Bwana tunakuinua juu, tunasema asante. Tena tunakushukuru, tunasema asante. Tumeona machoni jambo moja, umetoa wafu kutoka nchi ya wafu. Kanisa hilo mnakubaliana nalo? Aliamini kwa neno la Mungu lililosimamishwa kidete, lazima neno hilo limuweke kusimama kidete. Ukiwa umekuja umechuchumaa, lakini tumeleta neno la Mungu la kusimamisha kidete. Amen. Ukiwa umesimama kuimarishwa jema, unaanza kudharau zile mamlaka zingine. Kwa nini unazidharau? Neno la Mungu limekusimamisha kidete. Amen. Unaanza kudharau gunzo fulani mubiri, maana umesimama dhahiri. Hebu twende. Wewe ndio unanisaidia sana. Ukiwa umesimamishwa kidete, mzee anatufunza kuwa sasa hauko chini ya hukumu yoyote. Walio kwa mfalme wa utukufu ambao unastahili kutaja majina yao kwenye mkutano wamesimamishwa kidete. Baadaye hawako chini ya mamlaka ama hukumu yoyote. Ukileta kiti cha hukumu, lakini Mungu humtoa hapo pasina wewe kufahamu. Wanapatikana hayupo pale. Maana mtetezi wa haki amefanya kesi, amefungua faili yake, maneno ya ahadi yakasomwa. Amen. Akasema kuna wafu akufanya akiwa mdogo. Hata kama kifo kinafanya kesi, lakini neno la Mungu ambalo linafanya mtu kidete lasema hapana. Hakuna. Hata kama kifo moyoni hakuna. Yule ambaye anakufa angali wa umri mdogo, jinsi wakati wa mti ulivyo, ndivyo wakati wa watu wangu utakavyokuwa. Amen. Amen. Amen.
Amina. Kamoro minsa. Wacha niwazie mahali fulani mama. Unalora mwanauti. Ili nizunguke tu baadaye tutamaliza. Kama para wacho ni ya. Na waza hivi, Matiri kwa ipedo meza ki. wale watakatifu meza zao huandaliwa. Akati mimi na moro kata unge mbele. Sijui kama unaona nyingine hata kama haiko mbele yako. Amen. Just look in front of you. Hebu tazama mbele yako kanisa. Kuna table hapo. Kuna meza hapo mbele. Amen. Kinga na munene vidi. Waweza kuliguza ulisikie. Nasabia mbele. Pana meza mechoni mwako Pende tu uone mjini. ambayo mwenye uzima ameiandaa. Okay. Umeandaliwa meza. Mwenye uzima ameweka meza. Amen. Imeandaliwa na viti viko. Na kile ambacho kimekulenga dhahiri. Baba yake amemimina ikajaa na ikamwagika nje. Hebu piga kelele kusema, I was saved to live. niliokolewa nikaishi, sio kwa ajili ya kufa. Jambo na tunapa kulelwe. Nyasaye pango gige maleo. Mungu huandaa vitu vyake vitakatifu. Anokenda waro Mungu ole bikuchuchu. Mimi askofu, wokovu ulinitoa kwa maneno ambao haifai. Ikoti kumbu Mungu tudubati ikoti modiwana. Vitu vilivyopinda, vile ambavyo havijasitirika. Unaendesha Migori kasa tabi ya chokruogni. Elisha kutoka Migori, kama shetani yuko hapa kwenye mkutano huu, Okao jua la gilete moto mdoringo. achukue vitu vyake aondoke. Ma od Bwana. Hapa ni nyumba ya Mungu. Kama duma ruthi. Hapa pana utukufu ulioje wa Mungu. Kama nyalo na kiteko na oda. Wale ambao nguvu yake na uwezo wake unaishi. Nishauri nikinya sayoriere. Hebu nielezeni vya Mungu vimesiritika dhahiri. Baba Jose. Amen. Nikinya sayoriere. Vya Mungu vimenyooka. Ndiyo. Sikia. Polo nego offices. Mbingu ina maofisi. Yeye watu very good. Amen. Niti offices. Pana maofisi mbinguni. Ofisi ni timoma. Ofisi hii yafanya hili, Ma timoma. hili lafanya hili, Ma timoma. hili lafanya hili, Ma timoma. hili pia lafanya hile. Polo date mimi pano. Niti kimate. Mbingu inakuwa na mipangilio na kazi ambao umenyooka. Sami mnaniketwa. Hilo kwa ajili yetu. One office mayao ya wadot marhao. Tuna ofisi ambayo inatuwekea wazi mlango wa heri njema. Item loro nenda kilo. Hata ukijaribu kulichunguza na kulifunga huwezi kuyote. Kulikwenda kidiri kidego sadiu kidiri. Pepo wa manyanya na maajuza wanasaumu mbele yake. Loro ndo yao ndo farku. Hawawezi kuona tumefunguliwa mlango wa baraka. Nisabi ni moyo. Bara nisabi ni moyo. Yule mama Samu ndiye ameimba ile wimbo. Jesus says yes, nobody can say no. Yesu akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Ati mtu analiangalia tu. Amen. Nobody. Hakuna yeyote, hakika hakuna yeyote. Amen. Kama ni yes kuri gwezi. Mfalme akisema ndio, unabarikiwa. Ya ofisi bari kwete mbele. Na ofisi ya baraka yawekwa wazi mbele yako. Ungenda ya mroma na oni mtu, manda nuchu. Aliyekufa uchi atakaye jina la Yesu litukuke hadi milele. Hawezi kusimama. Maana mwenye mbingu ameweka wazi njia. Amen. Amen. Mchungaji, tuko na wewe. Nataka umakinike. Hebu nisikie kidogo, tuende pamoja Jema. Mbingu kuna yule ambaye kazi yake ni kusimamia usafi ama nuru. Amina. Amina.
Habaro injili lana wasonga. Wasonga na wazia injili kule sehemu za lana. Sema nuru wanapio manyari miti. Siku hiyo tulikuwa na Apio binti wa miji. Sopo kweka yuko. Tukiwa na askofu wetu Ogwae wa yuko. Kefa mobedo kujika. Pamoja na Kefa huyu aliyeketi chini. Haleluya. Notimo katedro. Injili alikuwa anatamalaki. Na waneno kirundo kode luaridi. Tuliona milima zikizungushwa. Kefa kajobi okia. Kefa kama hawa watu hawana habari. Ngine lunga. Si wewe unaona mlonga. Kawa jesadi kite. Kama neno la Mungu lina kishindo. Muda nai muda muga. Tukiwa na Lawi mwana wa Muga. Biso kumbuze mwenye kwa rujua. Pamoja na Omuchi askofu mjukuu wa Ujua. Bali neno mina chie injili kaka notimo. Wakiona mama chini na injili ilivyofanyika. Kama ngiana de Kefa. Hawa wananiangalia aje Kefa? Kefa mi paro nyaloka. Kefa je wawazie nyumba ya binti wa Loka. Ni chunge paro injili. Hii inastahili usimame ukumbuke injili. Ndio simbe na wa. Siku hiyo simu zilichomeka. Mungu waru. Haleluya. Alikuja na kishindo. Unasikia? Yesu wacho ni yeah. Kama Yesu akisema ndio. Yeah. King of glory, yeah. Ufalme wa utukufu ndio. Hakuna wa kusema hapana. Unaweza kata. Mesa. Naloda. Unaweza kataa Hiyo ndio. kuwa hakuna yeyote. Unaelewa? Uiti, hebu tuende. Sikia. Funo negidi ngatu muchu neler. Mbingu ina yule msimamizi wa nuru. Kamano. Manufis de Korangoga mawulu puno. Kamano Yesu. Hiyo ni ofisi mjukuu wa Guga ambao mwenye enzi alitengeneza. Kamano Yesu. Ndio kitu wote Ili hawa wasienende katika giza. Mungu jichwanyo katia ndio. Maana gizani watu hujikua miguu. Amina. Kiergore. Ndiposa watu wanaanguka chini. Wacha ni ya. Niseme hivi, Juma wote Mungu. watembeao katika giza hatima yao huanguka chini. Wote ler wote mimi. Wanaotembea katika nuru wanatembea kwa muda mrefu. Mungu polo. Maana kwenye mbingu Nalo ofisi muchu ni mwangaza. alitengeneza ofisi isimamiayo mwangaza. Timu kimoroni merisangi pingiruai. Hata kama Mama Sambi wafanya kitu kule Ruai, Kidwa timu kimoroni. kama kitu chatakikana nyumbani kwake, Maingili Wilson Komoni ule. na nao injili Wilson Waumoni anazungumzia, Ojokrati ona mugari timu kimoroni. akasema ninaenda kwa binti fulani, naenda kufanya kitu. Ndalono mwangaza bali polo telo ne. Siku hiyo mwangaza wa mbingu utangulia mbele yake. Hallelujah. Telo negile. Anatangulizwa na mwangaza, Telo negileu. anatangulizwa na utakatifu, Uto keler. anaenenda katika nuru, Sami. anaenda kwa Mama Sami. Onero kama. Namshukuru. Kama tundelero ni nuru ni Lucifer. Aliyesimamia nuru aliitwa Lucifer. Sama nurito kama marler. Wakati alitunza nguo ya utakatifu, No neno giwange nyalo mar Nyasaye. aliona uwezo machoni mwake, uwezo wa Mungu. Kabro. Amina. Ninaona watu ni ya. Hebu nikubalieni niseme, Lucifer neno peko jalmantie. Lucifer alikuwa anaona uwezo wa yule aliye hai. Wido. Sikia, Lucifer neno aramoto chako. Lucifer alitamani afanane naye. Ndaloba kugawan kodi game. Tukiwa nawe kule game, Niye na bar matini mandawati. Mai ngama nogo kumbogo na wote kwa kuyuni. nikubalieni niseme hili, huyu ndi wa kwanza kupaka rangi zangu viatu rangi ni akiwa na amevaa sare za shule. Ora kwa siku toka na wote kwa kidana. Akitoka shuleni anapita ananitengenezea vitu vyangu, ndiye anaenda nyumbani kwao. Haleluya. Na chake mara Kefa Luanda. Nilimwanzisha jina Kefa ambao ni mwamba. Na ndio mere nikini na hizo tena. Nikamwambia kijana, wewe ni jiwe ambalo huwezi kulipanda rahisi. Gai jino lindo lobi ndo kanyaro ya mumado cha. Kama injili imelala, alikuwa anapiga piga kama ndama aliyemeza maziwa. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Pengine Pengine mama, kuna mtu kwenye mkutano si jibu kukusema amina.
Onguma, God bless you. Onguma, Mungu akubariki sana. Abiro kao koma ungatir mali. Kwamba nitakichukua kiti changu nikipeleke juu. Nani huyo anaongea? Huyo akamtazama. Yaani nyoka ya zamani. Mungu kambi Jezebeli. Mwenye kambi ya Yezebeli. Jamani loso na Judas kambi. Aliyemwandalia Yuda kambi. Unabishana kwa kanisa Nyasaye. Ili kutasa kanisa la Mungu. Hauono. Wanagiloju. Unakataa mamlaka yake. Unakataa kweli. Kuna Yesu. Abiro tero koma juu. Nitapeleka kiti changu juu. Abiro beti malo. Nitakaa sehemu ya juu. Maana kaka shetani moyo. Ndivyo shetani anaongea. Amen. Kenone. Tazama. Manukuru. Pale juu. Ungeni kiti makote ungare dia tekone. Anajua vyote vimo chini yake. Ake Central niongele. Hawa na Central ni kama wapo. Nikimani malo, nikimani pimene tekone. Kwa sababu kilichomo juu ina maana vitu vyote vya chini vimo chini yake. Lucifer alitamani kupingana na taratibu ya mwenye mbingu. Ili Mungu asemapo hivi, yeye anageuza hivi. Yeye ama Muumba akisema inawezekana, naye anasema inawezekana. Sasa tunabaki na yeye. Hata Lucifer pinde. Atajaribu kufutilia hiyo. Sisi tunajua hiyo. Yote. Siku jana kabla kupambazuke, nimeongea na Bwana aliniguvu. Bwana alinisumbua sana. Siku moja nikamuuliza kama nimepambazuka. Bwana uliniambia nini? Bwana uliniandika uliniambiaje usiku? Bwana amekuletea roho. Amekuletea roho ukachunge. Na uwezo ndani yake. Ndio anasema walio hai. Samaki kwa wingi. Samaki na atingizika. Ndugu yangu. Chukua ndoto zako utoke nayo kwa utakatifu. Tutasikia yale unayosema. Ulilipiwa gharama na Bwana. Jiandae. Tutapunguza jina la Lucifer. Damu ya Kalvari. Baba nitaweka kiti changu juu zaidi. Kuliko mawingu yote. Nitafanana na mwenye mbingu. Hakuna kufanana naye. Umkemeni. Hakuna kufanana na Mungu. Aliondoa mauti. Ambaye Lucifer alikuja nayo. Hakuna kufanana naye. Aliondoa
yupo. Eti nitatoshana na mwenye mbingu. Anasema kweli. Aliyesema nami anadanganya. Huyo danganya. Huyo ni simba wa Yuda. Huyo hakimu muujiza. Bwana wa amani. Baada ya kukiweka kiti chake juu katika wingu kuliko mawingu yote ya Mungu, ndipo mipango ya mwenye uzima ikashuka, ambapo Paulo wa Tarso aligundua kasema Yesu ni manu yupo juu. Simba wa Yuda ni manu yupo juu. Kumbe Yesu kiti cha Yesu yupo Satan. Ni ibilisi ni manu yupo juu. Tuma Satan na ya ibilisi. Na kiti cha Yesu kilichopo juu, andiko nasema kipo juu ya kila mamlaka, juu ya kila mamlaka. Hakuna mamlaka nyingine juu ya kiti cha Yesu. Kiti cha Yesu ndicho kiko juu. Mamlaka yote yako chini. Inamaanisha mamlaka ya Yesu ndio inayotawala. Hakuna